Karibu tena kwenye hadithi za Biblia na Kevo. Leo tunasimulia mojawapo ya hadithi kubwa kabisa katika Agano la Kale. Hadithi ya Nuhu na gharika. Ni hadithi ya imani, maonyo, wokovu na agano la upendo wa Mungu kwa wanadamu. Miaka mingi baada ya Adamu na Hawa kufukuzwa bustanini, watu wakazidi kuongezeka duniani. Lakini kadri walivyozidi kuongezeka, ndivyo uovu ulivyozidi. Dhuluma, wivu, uuaji, tamaa na chuki vikatawala mioyo ya watu. Biblia inasema mioyo ya wanadamu ilikuwa mibaya daima, na Mungu akahuzunika sana kwa kumuumba mwanadamu. Akasema kwa uchungu, nitafuta kila kilicho hai juu ya uso wa dunia. Lakini katika giza hilo kulikuwa na mtu mmoja mwenye haki, jina lake Nuhu. Nuhu alikuwa mwaminifu, mnyenyekevu na alimpenda Mungu. Mungu akamwambia, nimeamua kuiangamiza dunia kwa gharika kubwa. Jenga safina kubwa sana. Nitatuma mvua na maji yataifunika dunia yote. Safina hiyo ilipaswa kuwa na nafasi ya kutosha kwa familia ya Nuhu pamoja na wanyama wa kila aina, mume na mke wawili wawili. Nuhu hakuwa fundi wa meli, lakini bila kuhoji alianza kazi. Alijenga kwa miaka mingi, huku watu wakimcheka wakisema, huyu ana wazimu, mvua gani kubwa hii? Lakini Nuhu aliendelea bila kukata tamaa. Hatimaye siku ikafika, wanyama wakaanza kuingia wawili wawili kama Mungu alivyoamuru: simba, kondoo, mamba, ndege, lakini pia Nuhu na mke wake, bila kusahau watoto wake watatu, Shemu, Hamu na Yafethi, na wake zao wakaingia ndani ya safina, na Mungu mwenyewe akaufunga mlango. Kisha mvua ikaanza. Mvua ilinyesha siku 40 usiku na mchana. Chemchemi zilipasuka kutoka ardhini na anga ilimwaga maji bila kuchoka. Maji yakazidi yakafunika milima, majumba, miti, miji na vyote vikasombwa. Kila kilicho hai nje ya safina kikafa. Hakukuwa na cha kuokoka isipokuwa safina hiyo iliyozunguka juu ya maji. Baada ya miezi kadhaa, mvua ikakoma, maji yakaanza kupungua. Safina ikatua juu ya mlima Ararati. Nuhu akamtuma kunguru, hakurudi. Akatuma njiwa, akarudi. Kisha baada ya siku kadhaa akamtuma tena, akarudi na jani la mzeituni, ishara ya kuwa nchi imekauka. Mungu akamwambia Nuhu, tokeni nje ninyi na wanyama wote. Nuhu akamtolea Mungu sadaka ya shukurani, na Mungu akasema, sitaiangamiza tena dunia kwa gharika, hata watu wakifanya dhambi. Mungu akaweka upinde wa mvua angani kama ishara ya agano lake. Kila mara tunapouona upinde wa mvua, tunakumbuka ahadi ya Mungu kwamba rehema zake ni kuu na wokovu wake bado unapatikana. Hadithi ya Nuhu ni somo la utii, imani na wokovu. Hata dunia ikizama kwenye uovu, Mungu humchagua mwaminifu mmoja kuleta mwanga. Usisahau kulike, kusubscribe na kushirikisha hadithi hii. Na kama unataka kuendelea na hadithi nyingine za Biblia, tuandikie kwenye maoni. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki.